ya Muungano wa Tanzania. Na leo bwana, tunakwenda kuzungumzia juu ya kile ambacho alikuwa anakiamini Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu mustakabali wa elimu. Katika kuzungumzia swala hili la imani ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusiana na mustakabali wa elimu, nimemwalika mchambuzi wa masuala mbalimbali ya kisiasa, kiuchumi pamoja na kijamii, ambaye ni kijana machachari kabisa wa zama hizi, mwanazuoni kwa maana ya ambaye ni msomi, na atakwenda kuzungumza masuala mbalimbali juu ya kitu gani ambacho mwalimu alikuwa anaamini katika elimu. Jina langu naitwa Mwakyusa Kennedy. Karibu tuambatane pamoja. Karibu sana kwenye studio hizi bwana. Nashukuru, nafurahi pia. Naam, nimependa kidogo siku ya leo tupate nafasi ya kuzungumzia kile ambacho alikuwa anakiamini Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika eneo la elimu. Kila mmoja huwa anamkumbuka baba wa taifa katika namna yake. Iwe kiuchumi, kisiasa ama kijamii. Nini kitu ambacho vijana wanatakiwa kuelewa katika eneo la elimu? Alikuwa anaamini nini mwalimu? Karibu. Kwa upande wa mwalimu, alikuwa anaamini mambo mengi sana juu ya elimu. Na hususa aliamini kwamba elimu ina uwezo wa kumwondolea Mtanzania ujinga. Lakini pia elimu ina uwezo wa kumpatia Mtanzania uwezo wa kujiamini na kujitegemea katika uchumi na nyanja zingine nyingi. Lakini pia aliamini sana katika masuala makuu matatu, kwamba elimu ina uwezo ikaondoa ujinga, lakini pia elimu inaweza ikaondoa umaskini, na elimu inaweza ikaondoa utegemezi. Naam, shukrani. Kuhusiana na hicho ambacho alikuwa anakiamini Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tupo katika zama za sayansi na teknolojia na katika karne ya 21 hivi sasa. Je, hivi vitu tunaweza tukaviona kweli vimetekelezwa au vimefikiwa kwa kiasi gani? Kwa upande wa kufikiwa, tunaona matunda yake. Kuna asilimia kadhaa ambapo tumefikia kwa yale ambayo hasa alikuwa akihitaji, kwa sababu moja na lengo lake kuu alikuwa analenga kwamba kila Mtanzania aweze kuwa na elimu, na elimu isiwe ya mafungu, kwamba elimu iwe ya watu wenye mali au watu wa mijini, lakini bali kusudi lake kuu ilikuwa kwamba elimu ifike mpaka vijijini. Na ndio tunachokiona leo kwamba katika kila kijiji kuna shule, na katika kila kata kuna shule ya sekondari. Na hili tunaona kwamba makusudio yake na tamaa yake na ndoto zake ambazo alizozianzisha, alizokuwa anakusudia, zimefikiwa kwa asilimia kubwa. Tuzungumzie swala la elimu kujikita katika kumtengeneza mtu kuwa huru, kuwa mtu ambaye ana uwezo wa kujitegemea. Na itakumbukwa kwamba katika ile sera ya ujamaa ya mwaka 1967 pale ndipo ambapo ilianza utekelezwaji wa elimu ya kujitegemea. Sasa kwa sasa hivi kumekuwa na wimbi la kukosekana kwa ajira, na pengine hili ni tatizo la dunia nzima. Unahisi wapi huwa tunakwama pengine katika mfumo wetu wa elimu? Ukweli ni kwamba kitu ambacho ninakiamini na jamii inabidi kukielewa ni kwamba Mwalimu Nyerere alizungumza zaidi kwa kijana kujitegemea. Si kwamba asome ili apate ajira, kama ambavyo ilivyokuwa sera ya elimu ya wakoloni. Maana sera ya elimu ya mkoloni ilikuwa ni kuwaelimisha watu baadhi ili kusudi waje kuwa watumishi wa ofisini. Lakini mwalimu hakuwa hivyo. Yeye alikuwa na mtizamo tofauti. Mtizamo wake ulikuwa ni chanya kwa mlengo huu, kwa mlengo mmoja, kwamba kila mwananchi anaposoma, elimu ambayo ameipata iweze kumsaidia katika jamii aliyotoka. Na elimu aliyoipata kama ni kilimo, pengine mtu kasomea kilimo, ajiajiri mwenyewe. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba kila Mtanzania, kila mwananchi wa Tanzania, mwalimu alikusudia kwamba asome, na kisha baada ya kusoma atumie ujuzi aliopata shuleni kwa ajili ya manufaa ya yeye na jamii inayomzunguka, si binafsi.
kuhusiana na hilo umenifanya nikumbuke moja kati ya waraka wake wa baba wa taifa. Aliwahi kusema kwamba elimu yetu haipaswi kuwafanya watu wetu wakawa watawala wa watu wetu, bali inatakiwa kuwa elimu ambayo inakuwa kwa ajili ya mtu kuwa mtumishi wa jamii. Sasa pengine hicho kitu unahisi pengine vijana wamekisahau ama hawakijui kabisa? Kiukweli ni kwamba kuna mahala ambapo vijana wamesahau kuhusiana na hiyo kauli. Kwa sababu si kwamba mtu asome ajivunie elimu yake, kama ambavyo leo imekuwa kwamba mimi ni msomi, nimesoma. Kwa hiyo katika jamii tunakuwa na ukuta kati ya jamii na mtu aliyesoma. Wakati huo elimu ilibidi itufundishe sisi vijana hasa kujua ya kwamba tumesoma ili tuisaidie jamii yetu tukotoka. Kama mimi nimetoka vijijini, basi nirudi vijijini kusudi nikaweza kusaidia jamii na kuikomboa, kwa sababu kule kuna watu ambao pengine uelewa wao uko chini. Kama mimi nimesomea masuala ya kilimo, inanibidi nirudi kijijini kwa vijana wangapi ambao naweza kujiunga nao niwaelimishe juu ya swala ya kilimo, na mwisho wa siku kujikwamua. Sasa tunasahau, tunabaki kujivunia. Ndio maana tukasema sasa kwamba tunaandaliwa. Kuna wakati fulani tunaweza kusema kwamba hii elimu tunaifanya kuwa ya ofisini, lakini sio hivyo. Badala yake tungelifanya elimu hii iweze kutegemeza sisi na kuisaidia jamii kuzunguka. Sasa hivi kumekuwa na changamoto ya kimaadili. Maadili ya Mtanzania mmoja pengine, lakini pengine inaweza kawa changamoto ya ulimwengu. Lakini sasa nini kinaweza kikafanyika katika mifumo yetu ya elimu, labda pengine katika mifumo mingine, ili tuondokane na changamoto ya mmomonyoko wa mienendo, maadili na vile ambavyo tunatakiwa kwenda kama jamii yetu ya Kitanzania? Kwanza, jambo la kwanza ambalo tunabidi tulifahamu na wananchi pia walifahamu ni kwamba maadili yanaanzia katika familia. Katika familia ndio kuna kitovu cha maadili. Ina maana hata jamii inabidi sana kuweka macho katika familia. Ina maana kama familia zikawa ziko vizuri, kwa hiyo hata maadili pia kuna walau asilimia fulani tunaweza kuokoa maadili yakawa mazuri. Kwa sababu elimu ya zamani ilikuwa ikilenga zaidi hata kutengeneza maadili ya vijana na watoto kuwa yako bora zaidi, ili yawe bora zaidi. Lakini samahani, kwenye hilo umezungumzia katika upande wa familia. Sasa hivi tunaenda katika zama ambazo dunia inakimbia sana, na elimu yetu inatakiwa iakisi mazingira na nyakati za hivi sasa. Na katika mfumo wetu wa elimu kumekuwa na mabadiliko kidogo ya mitaala ambayo inatokana na sera ya mwaka 2014 na toleo la mwaka 2023. Kwa unavyoona katika haya mabadiliko, ni kwa namna gani pengine anaweza kaakisi namna ya kwenda na maadili yanayotakiwa kwa Mtanzania? Kwanza nishukuru serikali kwa kuleta mitaala mipya ambapo inakuja kuboresha maadili, hasa katika ile somo nasema historia Tanzania na maadili, ambapo serikali imelenga kwa ujumla kutengeneza maadili kwanza kwa watoto wakiwa shuleni. Lakini pili, mbali na hivyo, bado kuna ushauri mbalimbali katika vyombo vya habari ambao unatolewa kuwajenga wazazi ili kusudi kuendelea kujenga watoto katika maadili yaliyo bora. Kwa hiyo kuna msaada mkubwa ambapo katika mitaala hii mipya ambayo imeletwa na inayotumika kwa sasa. Kwa hiyo tunasema kwamba tuipongeze serikali kwa sababu imejua mmonyoko wa maadili kwamba umefikia kiasi gani. Ndio maana ikaleta somo la historia ya Tanzania na maadili. Ndio maana serikali imekuja na somo la historia ya Tanzania na maadili. Labda pengine kwa kumalizia, falsafa ya Mwalimu ilikuwa ni kutengeneza jamii ambayo inaweza ikawa na fikra huru. Mtu aweze kufikiri kwa uhuru, lakini ile fikra zake ziwe zina uwezo wa kuchukua hatua
na si hatua kwa faida yake mwenyewe, kwa faida ya jamii. Pengine kitu gani kifanyike ili tuwe na vijana au kundi la watu ambao wanafikiri kwa uhuru na wanachukua hatua? Kwanza, ndugu mtangazaji, pamoja na watazamaji kwa ujumla, lazima tujue kwamba katika maisha kuna nyanja kuu tatu ambazo hizi zinamleta mwanadamu kujitegemea, kama ambavyo ilivyokuwa falsafa ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Vitu hivi vitatu, cha kwanza ni kujiamini, yani kuwa na ile self confidence. Kwa mwanadamu anapojiamini, au sisi vijana wa Tanzania tunapojiamini, tunakuwa na ile self confidence kwamba tutajitegemea katika fikra zetu binafsi, tutakuwa huru katika kufanya mambo mbalimbali. Lakini pili, hatutaweza tena kutegemea ajira. Ndio ile ambayo ulisema kwa miongoni mwa vitu vitatu alivyosema Mwalimu Julius, ulikuwa na utegemezi. Kwamba sasa kama utakuwa na self confidence, ina maana hali ya kuwa na utegemezi itatoka. Na hiyo unaweza kusema kwamba pia ukimwona mtu anaishi kwa kutegemea sana kuliko kujitegemea, kuna wataalamu wanasema kwamba ni ugonjwa wa akili, kwa anahitaji tiba kwa haraka. Changamoto ya afya ya akili. Changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo niseme tu kwamba falsafa ya Mwalimu imejikita katika mlengo huo zaidi, kwamba sisi tujitegemee kwa Tanzania. Na ndio maana elimu ikawa ni kwamba ifike mpaka vijijini, ili kusudi Mtanzania